ile 14. 14 nasema ndipo akashuka akajitopia mara 7 katika Yordani sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inanena juu ya mtu mmoja kwa jina anaitwa Naaman. Huyu Naaman alikuwa msimamizi wa jeshi katika nchi ya Asiria. Lakini katika maisha mwake kulikuwa na kitu ambacho kinamsumbua. Licha ya cheo chake na hata licha ya mavazi ya kijeshi aliyokuwa anavaa, kulikuwa kuna kitu kimoja kinamsumbua ndani ya maisha mwake. Biblia inasema hivi ya kwamba katika nyumba yake kulikuwa na msaidizi wa kazi. Alikuwa anashuhudia akiona jinsi ambavyo Naaman alikuwa anateseka akiwa amekaa ndani mule. Habari katoka kwa huyu msaidizi ya kwamba akaenda kanong'onezea bibi ya Naaman ya kwamba mahali nilipotoka kule Samaria kuna mtu ambaye anaweza kuponya ugonjwa huu, ugonjwa ambao umesumbua huyu baba. Kule Samaria kuna mtu na jina lake anaitwa Elisha. Tunatuambia hivi ya kwamba huyu Naaman akashinda jeshi lake, akatoka na cheo chake kile kikubwa na magari yameambatana pamoja naye, wakaingia katika mji wa Elisha. Biblia inasema hivi ya kwamba alipofika katika mji huo, Elisha hakuondoka ndani mule, bali alitoa tu ujumbe ya kwamba ambie huyo Naaman aende mtoni kule Yordani ajitoke mara 7 atapata uponyaji. Pigie makofi jamani. Ndipo katika kitabu cha Wafalme 5 sura ya 5 aya 14 inasema ya kwamba Naaman alitii jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu alipomwambia, na akasonga akateremka akaingia kule chini na akabadilika mwili wake.